ambayo Bwana ameifanya ili anene nasi kutoka kwenye neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza ndicho kitabu cha mafundisho yetu, nalo somo latoka kwenye sura ya 16 tukianzia mstari wa 8 hadi sura ya 17 mstari wa 27. Ingawaje ningelipenda sana kusoma na kuelezea kila andiko, muda tulionao hauwezi kuniruhusu. Kwa hiyo nitazingatia maandiko ya kimsingi. Neno la Mungu kwenye aya ya 8 lasema hivi kwenye sura hii ya 16 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza: Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Maneno haya ni hakika leo hii kama ilivyokuwa katika siku za Daudi. Mungu aliyefanya kazi yake ya ajabu zamani ndivyo aendelea kufanya hata leo. Rafiki, asikwambie mtu kwamba Mungu ameuachilia ulimwengu huu ujiendeshe. Mungu auendesha ulimwengu huu, naye ana mpango mzuri kuwahusu walimwengu. Mpango huo tayari ameutekeleza, nao upo kwa wale tu wanaoamini. Hiyo ni kwa habari ya wokovu wa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Je, utakubali Mungu akutendee maajabu maishani mwako? Tunapogeukia aya ya 9, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Mwimbieni Bwana kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Uimbaji, msikilizaji, ni njia muhimu sana ya kumtukuza na kumsifu Bwana Mungu. Iwapo huwezi kuimba, basi mfanyie Bwana kelele ya shangwe. Usizuiliwe na chochote, msifu Bwana kwa nyimbo na zaburi, maana yapendeza kumsifu Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mpendwa, haya ni maneno makuu sana yanayohitaji kuchukuliwa kwa uzito wake. Mtumishi wa Mungu Yakobo andika na kutuambia hivi kwenye sura ya 4 aya ya 8: Mkaribieni Bwana, naye atawakaribia. Kwa kufanya hivyo, tutamjua Mungu wetu zaidi na kujisifu kwa jina lake takatifu. Tunapogeukia aya hiyo ya 12 hadi 14, neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: Zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake, enyi wazao wa Israeli mtumishi wake, enyi wana wa Yakobo wateule wake. Yeye Bwana ndiye Mungu wetu, duniani mwote mna hukumu zake. Utakubaliana nami kwamba aliyotenda Mungu ni mengi sana, tena makuu. Iwe ni asubuhi, mchana au jioni, na hata usiku, utafurahia yote aliyoyaumba Mungu. Ulimwenguni mote mna hukumu zake Mungu, hasa mkono wa Mungu unaofanya kazi katika shughuli za wanadamu. Najua kwamba shetani ndiye mungu wa ulimwengu huu, nayo ni kwa kuwa Mungu amempa uhuru kidogo tu. Ila wakati wa dhiki kuu atafunguliwa kwa muda mfupi, naye atafanya kama apendavyo. Hiyo haina maana kwamba Mungu hatakuwa usukanini, bali itakuwa mwanzo wa mwisho wa shetani na kazi yake yote. Atahukumiwa huyo adui ya mwanadamu na kukomeshwa wakati huo milele na milele, wala hatafanya kama vile amekuwa akifanya tangu alipomdanganya Adamu kwenye shamba ya Adeni. Aya ya 15 hadi 17, maandiko yatuambia hivi: Likumbukeni agano lake la milele, neno lile aliloviamuru vizazi 1000, agano alilofanya na Ibrahimu, na uwapo wake kwa Isaka, alilomdhibitishia Yakobo kuwa amri, na Israeli liwe agano la milele. Rafiki yangu, kuna watu wengi wanaojaribu kudunisha agano aliyofanya Mungu na Ibrahimu. Daudi hakudunisha agano hiyo hata kidogo. Hii ni kukujulisha kwamba kama vile agano hiyo ilikuwa na umuhimu wake kwa Ibrahimu wakati ule, ndivyo ilivyo na umuhimu kwa Mungu hata sasa hivi. Ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kwamba atampa nchi hiyo tuitayo nchi takatifu kwa uzao wake hajaikeuka, maana hakika atafanya hivyo. Watakapopata nchi hiyo kutoka kwa mkono wa Mungu, hawatawaogopa wale wanaowatisha.
Haya yatatendeka kwa kuwa kila mtu atakaa chini ya mzeituni wake na mtini wake kwa amani. Kwa lugha nyingine, kila mtu atakuwa na sehemu aliyopokea kutoka kwa Mungu. Nchi yote na vyote vilivyomo ni vya Mungu, naye atawapa kwa wakati wake. Jinsi Mungu alivyofanya agano na Ibrahimu na uzao wake, ndivyo alifanya agano nasi. Yeye ametuahidi na kutubariki na baraka za kiroho katika Yesu Kristo mwana wake. Na kwa haya maandiko twajulishwa kwamba Daudi alifahamu habari ya ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na uzao wake. Kisha kwenye aya ya 18 hadi 22 Daudi aendelea kunena makuu yake Bwana kama ifuatavyo, akisema, nitakupa wewe nchi ya Kanaani iwe urithi wenu mliopimiwa, mlipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, naam, watu wachache na wageni ndani yake. Wakatangatanga toka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine. Hakumwacha mtu awaonee, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao, akisema, msiwaguse masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu. Hili anenalo Daudi ni habari ya ulinzi wa Mungu juu ya baba zao, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na katika kutaja hao, atoa onyo kuhusu wapakwa mafuta kwa kusema msiwaguse masihi wa Mungu, wala msiwadhuru nabii zake. Hii ni kukujulisha kwamba kabla hujaanza kumlaumu mchungaji au kiongozi wako wa kiroho, ni lazima ujiulize iwapo waiharibu kazi ya Mungu au waijenga kwa tendo lako utendalo. Mungu akusaidie uone jambo hilo ili utende kama vile inavyokupasa. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 23 hadi 25, mwimbieni Bwana nchi yote, tangazeni wokovu wake siku kwa siku, wahubiri mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Leo hii mpendwa, viumbe vyote vyaugua vikisubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Siku yaja ambapo maumbile kama yalivyo yatakapokombolewa. Ni siku hiyo ndipo tutasikia nyimbo ambazo hazijasikika hata sasa, na ni wakati huo ndipo nchi yote itamwimbia Bwana. Leo hii mpendwa, viumbe vyote vyaugua vikisubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Hii ni kwa kuwa wakati ambapo wana wa Mungu watafunuliwa ndipo ukombozi wao utafikia, yani kukombolewa kutokana na uharibifu. Tazama aya ya 26 ambayo yasema hivi, maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Miungu ya namna yoyote, msikilizaji, si kitu. Ni kinyume cha Mungu tumjuaye kuwa ni muumba wa vyote. Huyo Mungu ndiye alizifanya mbingu na nchi, na ndiye aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uwe na ufahamu ya kuwa iwapo utaabudu kinginecho au kukidhamini mbele ya Mungu wako, basi wewe utakuwa waabudu hicho kisicho Mungu. Maana kwa yule unayejitolea kwake huyo umefanyika kuwa mtumwa. Kwa hiyo ukijitolea kwa linginelo isipokuwa kwa huyu Mungu aliyebarikiwa milele, wewe utakuwa waabudu hicho kisicho Mungu, na mwisho wako ni ubatili. Najua kwamba kutokana na mafundisho uliyoyapata kutoka kwenye kipindi hiki, umefahamu kuwa ni Mungu mmoja ndiye wahitaji kumwabudu, naye wamwabudu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Aya ya 27 hadi 29 zasema hivi, heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Mpeni Bwana, enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka, mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu wake. Rafiki, wazo lililoko hapa hasa kwenye aya ya 26 halina maana ya kumwabudu Mungu katika jumba lililojengwa kwa ustadi au linginelo kama hilo. Hasa twahitaji kumwabudu Bwana katika utakatifu wake. Je, kutokana na maandiko haya tuliyosoma, haujisikii moyoni mwako ukitaka kumsifu na kumwabudu Bwana? Hakika yeye ndiye wa ajabu na ndiye astahilie sifa na shukrani zetu, adhama na utukufu. Kisha aya ya 30 hadi 33 zatujulisha haya, tetemekeni mbele zake nchi yote, naam, ulimwengu umedhibitika usitikisike. Mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie. Na waseme katika mataifa, Bwana atamalaki. Bahari na ivume na vyote viijazavyo, mashamba na yashangilie na vyote vilivyomo.
Ndipo miti yote ya mwituni iimbe kwa furaha mbele za Bwana, kwa maana anakuja aihukumu nchi. Siku hii inayotajwa hapa injiani, msikilizaji wangu, nayo yaja. Siku hiyo viumbe vyote vitaimba kwa furaha na kumshangilia Bwana Mungu, maana wokovu wao pia utakuwa umefika, kwa kuwa Bwana atakuwa amefika ili aihukumu nchi na kuleta haki katika nchi. Najua wajiuliza jinsi gani jambo hili litatendeka, nami jibu nililo nalo kwako ni kwamba sijui, lakini nitakuwepo wakati huo kwa neema ya Mungu, kama vile wewe nasi kwa pamoja tutayaona haya makuu na ya ajabu. Viumbe vyote vitamtukuza na kumsifu Mungu siku hiyo. Kwenye aya ya 34 neno lake Bwana lasema hivi: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jina la Bwana libarikiwe milele, msikilizaji, kwa fadhili zake ambazo ni za milele. Yeye ni tajiri wa rehema, na iwapo wahitaji rehema hizo au fadhili zake, basi mwendee sasa hivi, nawe utapokea kwa njia ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya 35 hadi 40 haya ndiyo twayapata: na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli tangu milele hata milele. Na watu wote wakasema amina, wakamuhimidi Bwana. Basi akawaacha huko mbele ya sanduku la agano la Bwana Asafu na nduguze, ili watumike mbele ya sanduku daima kila siku, kama ilivyokuwa kazi yake. Naye Obed-Edomu pamoja na ndugu zao 64, Obed-Edomu na mwana wa Yeduthuni na Hosa wawe mabawabu, na Sadoki kuhani na nduguze makuhani mbele ya maskani ya Bwana katika mahali pa juu palipokuwa huko Gibeoni, ili kumtolea Bwana sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa daima asubuhi na jioni, naam, sawasawa na yote yaliyoandikwa katika torati ya Bwana aliyowaamuru Israeli. Kutokana na maandiko haya, yaonekana kuwa katika wakati wa utawala wa Sauli ibada haikuwepo kama ilivyohitajika, hasa kulingana na torati ya Bwana aliyowaamuru Israeli. Daudi alifanya mipangilio ya jinsi ibada kwa Mungu itakavyofanyika daima, sawasawa na amri yake Mungu kwa watu wale. Hatuambiwi mengi kuhusu waliotekeleza majukumu hayo, ila hao tu ndio walishughulikia mambo ya kiroho katika ufalme ule. Nalo neno la malizia sura hii ya 16 kwa kusema hivi kwenye aya ya 41 hadi 43: na pamoja nao Hemani na Yeduthuni na wale wengine waliochaguliwa waliotajwa majina yao, ili kumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Na pamoja nao Hemani na Yeduthuni wenye baragumu na matoazi, kwa hao watakaovumisha sauti na vinanda kwa ajili ya hizo nyimbo za Mungu, na hao wana wa Yeduthuni wawepo mlangoni. Kisha watu wote wakenda zao, kila mtu nyumbani kwake, naye Daudi akarudi ili awabariki watu wa nyumbani mwake. Maandiko haya kama vile tumeyasoma yatuonyesha waziwazi sababu, maana na kusudi ya kumtukuza na kumshukuru Bwana Mungu daima. Nayo sababu hiyo na kusudi hiyo ni kwamba fadhili zake ni za milele kwa wote wanaomwamini, wote wanaofuata maadili yake. Baada ya kuona haya, twageukia sura ya 17. Sura hii yanena kuhusu shauku la Daudi kuijenga nyumba ya Bwana. Shauku hili la Daudi lilimpendeza Mungu sana, hata akasimulia yote, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7. Neno la Mungu kwenye aya ya 1 hadi aya ya 6 lafungua sura hii kwa kusema hivi: ikawa Daudi alipokuwa akikaa nyumbani mwake, Daudi akamwambia nabii Nathani, angalia, mimi ninakaa katika nyumba ya mwerezi, bali sanduku la agano la Bwana linakaa chini ya mapazia. Naye Nathani akamwambia Daudi, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, kwa maana Mungu yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo neno la Mungu likamjia Nathani kusema, nenda kamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, wewe hutanijengea nyumba ya kukaa, kwa maana sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile nilipowaleta Israeli huku hata leo, lakini hema kwa hema nimehamia, na maskani kwa maskani. Katika mahali mwote nilimokwenda na Israeli wote, je, nimesema neno lolote na mtu yeyote wa waamuzi wa Israeli niliyowaagiza kuwalisha watu wangu, nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mwerezi? Alilokuwa nalo Daudi moyoni, yaonekana ndilo lilikuwa katika moyo wa Nathani nabii. Ila nabii alikosea katika hilo, jambo lililomfanya Mungu
kumrekebisha kwa alilomnenea Daudi. Jinsi tuonavyo, Mungu alijitambulisha na watu wake, hasa kwa kuhama kama vile wao walivyohama na kukaa miongoni mwao. Hiyo ni kwa habari ya hilo sanduku la agano, jinsi lilivyokuwa pamoja na wale watu katika miaka hiyo yote kwenye jangwa na hatimaye kufika katika nchi ya Kanani. Sanduku hilo, kwa ufahamu wako, lilimwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo na jinsi atakavyokuja na kutoa mfano wa mwanadamu na kukaa miongoni mwetu. Hayo ndiyo wayapata kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 unaposoma kuanzia aya ya 1. Pamoja na maandiko haya ni kitabu cha Waebrania pamoja na kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 unaposoma aya ya 1 hadi aya ya 14. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latuambia hivi kwenye aya ya 7 na ya 8: basi sasa ndivyo utakavyomwambia mtumishi wangu Daudi, Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutwaa katika zizi la kondoo, katika kuandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako, nami nitakufanyia jina kama jina la hao wakuu walioko duniani. Huu ndio ujumbe uliotoka kwa Mungu kumfikia mtumishi wake Daudi. Mungu hakumtaka Daudi asahau alipomtoa na kumfanya kuwa mkuu wa watu wake. Historia yashuhudia kwamba Daudi alikuwa kiongozi shupavu na mkuu, kwa kuwa Bwana alimuinua na kumfanya awe hivyo. Neno kwenye aya ya 9 lasema hivi: tena nitawaagizia watu wangu Israeli mahali, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Katika hili tulisomalo hapa, tuona kwamba Mungu arudia ahadi yake kwamba atawapatia Israeli nchi ile na kuwapa amani pande zote. Ingawaje kwa sasa wangali mbali naye, siku yaja ambapo watamrudia, wasimwache tena, na wala hakuna atakaye watesa tena. Kwenye aya ya 10 Mungu aendelea kusema hivi: na tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitawashinda adui zako wote. Pamoja na hayo na kuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Kama vile twafahamu kutoka kwenye aya ya 1 ya sura hii ya 17 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati, ilikuwa katika moyo wa Daudi kumjengea Mungu nyumba, lakini Mungu asema kuwa atamjengea yeye nyumba. Shauku lake la kumjengea Mungu nyumba lilimfanya Mungu ampe sifa na kumpongeza kwalo, na pia kunena habari zaidi kuhusu nyumba ya mtumishi wake. Kisha kwenye aya ya 11 na 12 neno latuambia haya: hata itakuwa siku zako zitakapotimia, uende na babazo, nitainua mzao wako nyuma yako, atakayekuwa wa wana wako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayenijengea nyumba, nami nitakifanya imara kiti cha enzi cha ufalme wake milele. Je, huyu ni nani ambaye Mungu anena habari zake? Jibu letu twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Luka sura ya 1 mstari wa 31 hadi 33. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa huna mwisho. Agano hii aliyofanya Mungu na Daudi ilitimizwa katika Yesu Kristo. Hebu sasa tugeukie aya ya 13 na 14 tuone lililoko. Neno lasema hivi kwenye maandiko: nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu, wala sitamuondolea fadhili zangu kama nilivyomwondolea yeye aliyekuwa kabla yako, ila nitamstarehesha katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele, na kiti chake cha enzi kitathibitishwa milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote ndivyo Nathani alivyonena na Daudi. Hili anenalo Mungu hakikishiwa kwamba ndilo atatenda. Atajenga ufalme hapa duniani, na huyo mwana wake ambaye ni wa uzao wa Daudi, jina lake Yesu Kristo, ndiye atakuwa mfalme wa ufalme huo. Baada ya Daudi kusikia maneno yale, tazama jinsi ajibiavyo kwenye aya ya 16 isemayo hivi: ndipo akaingia Daudi mfalme, akaketi mbele za Bwana, akasema, mimi ni nani, Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini,
hata umenileta hata hapa? Daudi alimshangaa Mungu kwa wema wake na yote aliyomnenea. Naamini wewe pia wamshangaa Mungu kwa mema aliyokutendea. Yote hayo ni kwa ajili ya fadhili zake zilizo nyingi kwetu. Tunapotelemka kwenye aya ya 17, Daudi aendelea kunena na Bwana akimwambia hivi: tena jambo hili lilikuwa dogo machoni pako, Mungu, hata umeleta habari ya nyumba yangu mimi mtumwa wako kwa miaka mingi inayokuja, nawe umeniangalia sawasawa na hali ya mtu mwenye cheo, Bwana Mungu. Maneno haya yaliyotoka kinywani mwa Daudi ni mambo makuu sana, maana hakutarajia jambo lolote kama hilo. Yeye alikuwa akimtazamia huyo ajaye, yani huyo aliye mbegu ya mwanamke wa uzao wa Ibrahimu kutoka kwenye kabila ya Yuda. Na sasa ajulishwa kwamba huyo anayemsubiri, huyo Masihi, atatoka katika nyumba yake. Na kwenye aya ya 18 asema hivi: na Daudi akwambie nini tena zaidi kwa habari ya heshima aliyotendewa mtumwa wako? Kwa maana wewe umemjua mtumwa wako. Daudi hakuwa na lingine tena, ndugu msikilizaji, maana alikuwa amemwaga roho yake yote mbele ya Mungu kwa sifa na shukrani. Je, umewahi kufikia hali kama hii? Naamini kama hujaifikia, utaifikia, nawe utakaa tu mbele ya Mungu na kuendelea kumsifu hata kama utakuwa umenyamaa kimya. Asema hivi kwenye aya ya 19: Bwana, kwa ajili ya mtumwa wako na kwa moyo wako mwenyewe umeyatenda hayo makuu yote, ili yajulikane hayo matendo makuu yote. Je, mpendwa, Mungu alimfanyia Daudi haya yote kwa nini? Ni kwa kuwa alikuwa mzuri? La, hakuwa mzuri. Wala Mungu hakutuokoa kwa ajili ya matendo yetu mema, ila kwa neema na fadhili yake ya milele na ya ajabu. Kwa kumalizia sura hii ya 17, neno lasema hivi kwenye aya ya 20 hadi 27: Bwana, hakuna mwingine kama wewe, wala hakuna Mungu mwingine ila wewe, kwa kadiri tulivyosikia kwa masikio yetu. Tena ni taifa lipi duniani lililo kama watu wako Israeli, ambalo Mungu alikwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe, ili wawe watu wake, na kujifanyia jina kwa njia ya mambo makuu yenye kuogofya, kwa kufukuza mataifa mbele ya watu wako uliowakomboa kutoka Misri? Kwa maana watu wako Israeli ndiyo uliwafanya kuwa watu wako milele, nawe Bwana umekuwa Mungu wao. Basi sasa, Bwana, neno lile ulilolinena katika habari za mtumwa wako na katika habari za nyumba yake, na lifanywe imara milele, ukafanye kama ulivyosema. Jina lako na liwe imara, likatukuzwe milele, kusema, Bwana wa majeshi ndiye Mungu wa Israeli, naam, Mungu juu ya Israeli. Na hiyo nyumba ya Daudi mtumwa wako imefanywa imara mbele zako, kwa kuwa wewe, Mungu wangu, umenifunulia mimi mtumwa wako ya kuwa utanijengea nyumba. Kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona vema moyoni mwangu kuomba mbele yako. Na sasa, Bwana, wewe ndiwe Mungu, nawe umemwahidia mtumwa wako jambo hili jema. Nawe sasa umekuwa radhi kuibarikia nyumba ya mtumwa wako, ipate kudumu milele mbele zako, kwa maana wewe Bwana umebarikia, nayo imebarikiwa milele. Utakubaliana nami kwamba ni baraka kuwa na Mungu kama huyu. Hakika ni makuu aliyofanya Mungu kwa Israeli, naye Daudi akayaamini yote na kutulia katika ahadi za Mungu. Huyo Mungu wa Daudi ndiye Mungu wako iwapo umemwamini Bwana Yesu Kristo. Hebu natuombe. Baba yetu uliye mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho tuliyopokea sasa hivi kutoka kwenye neno lako, kwamba Bwana wewe ni Mungu unayetuazia mema siku zote. Bwana, tusaidie tuelewe ya kwamba mengi uliyotuandalia, mengi unayotuazia kama watoto wako ni mazuri, tena ni mambo makuu, mambo yatakayolitukuza jina lako miongoni mwa mataifa. Nalibariki jina lako kwa ajili ya yote utakayeyatenda, kwa niaba na kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa wampenda, ndiposa umempa fursa hii ya kulisikiliza neno lako, ili atembee katika neno lako na kutii yote unayomwagiza, kwa sifa na utukufu wa jina lako na pia kwa wema wake. Asante, maana najua haya utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukusaidia katika yote, ili uishi kama vile Daudi alivyoishi, yani kutafakari habari yake Mungu na kutembea katika njia zake, ili tupate kutenda mapenzi yake. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe katika yote atakayoyaweka moyoni mwako.
na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.